Yeremia 2 kuanzia mstari wa 19 mpaka 22. Neno letu litastoka hapo. Kitabu ni cha Yeremia 2 mstari ule wa 19. Biblia inasema, ndio, uovu wako mwenyewe, uovu wako mwenyewe utakurudia, maasi yako yatakukaripia, ujue basi ukaone ya kuwa ni jambo baya sana, na uchungu kuwa umemwacha Bwana Mungu wako, ndio, na ya kuwa moyoni mwako hamna kunihofu, hamna kumhofu Bwana tena. Umepoteza hofu ya Mungu, asema Bwana, Bwana wa majeshi. Ndio, kwa maana tangu zamani wewe umevunja nila yako, ambayo Bwana aliweka kwako, na kuvipasua vifungo vyako, ukasema moyoni mwako, mimi sitatumika, kwa maana juu ya kila kilima rudia tuone hapo. Nasema, ndio, mimi sitatumika, ndio, kwa maana juu ya kila kilima kirefu, na chini ya kila mti, ndio, wenye majani mabichi, ndio, umejinamisha, ndio, ukafanya mambo ya ukahaba, ndio, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema, ndio sana, ndio, mbegu nzuri kabisa, ndio, umegeukaje? Anasema umegeukaje? Basi ndio, kuwa mche, ndio, usiofaa wa mzabibu, ndio, mwitu machoni pangu, ndio, maana ujapojiosha kwa magadi. Anasema maana ujapojiosha kwa magadi, na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu. Uovu wako hautoki, umeandikwa mbele za Mungu, asema Bwana Mungu, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Biblia inanena wazi kwamba tangu zamani Mungu alikuchagua uwa mtu wake, lakini ukamkataa, ukageukia upande, ukayafuata maovu yako, ukakataa kumtumikia Mungu, ukafuata mambo yako mwenyewe. Biblia inasema ukapanda juu ya vilima, ukajiinamisha juu ya vilima, ukafanya uovu kwa uovu wa ukahaba wako. Anasema nalikupanda ukiwa mzabibu mwema sana, mche mwema sana. Anasema umegeukaje basi kuwa mche mwitu au mzabibu mwitu? Anakuuliza swali Mungu hapo kwamba umegeukaje? Kwa nini umeiacha njia ya Bwana? Mungu anakuuliza swali, umegeukaje? Maana ulikuwa mzabibu mwema sana, ulikuwa mche mwema sana, ulikuwa mbegu njema sana. Kwa nini umegeuka kuwa mzabibu mwitu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi wewe hujawahi panda matunda kwenye shamba lako ukategemea kula? Siku ambayo umeona yamekuwa makubwa, unaenda ili ukayale yale matunda, si ndivyo jamani? Unapofika kuchukua yale matunda ili uyale, unakuta si matunda uliyoyapanda. Kwa nje ni matunda uliyopanda, lakini ukishayala hayana ladha ya matunda uliyopanda, yanakuwa tayari yameshakuwa kitu kingine kabisa, kitu cha tofauti kabisa. Mungu ndicho anachokiuliza kwamba mwanadamu, nilikiumba ukiwa mtu mwema sana, kwa nini umegeuka? Kwa nini umebadilika? Kwa nini umebadilika mwanadamu? Hukuwa hivyo mara ya kwanza Mungu anapokuumba. Ndio maana anasema hata ukijisafisha kwa magadi utakasiki, hata ukijisafisha kwa sabuni nyingi utakasiki, maana wavu wako umeandikwa mbele za Mungu, umeandikwa mbele za Mungu, umeweka kumbukumbu mbele za Mungu, hautoki daima. Wavu wako umekuwa kumbukumbu siku zote, kwa sababu ya wavu wako
Umepoteza ramani ya maisha kwa sababu ya uovu wako. Umepoteza dira ya maisha kwa sababu ya uovu wako. Mungu ameamua kukuacha kwa sababu ya uovu wako. Umeamua kufanya vitu vya aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema umevunja nila aliyokuwekea, ukapanda juu ya vilele vya milima, ukajiinamisha, ukafanya mambo ya ukahaba. Jamani, ni wangapi leo wanaoacha waume zao ndani wanaenda nje? Ni wangapi? Wengi. Ni wangapi wanaoacha wake zao ndani wanaenda nje? Ni wangapi? Wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni wangapi wanaomwacha Yesu wanaenda kujitabisha na mambo mengi? Ni wangapi? Wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema umevunja nila yako. Yesu alikuwekea nila ambayo ulitakiwa utembee nayo, lakini umeivunja nila hiyo. Umefuata mambo yasiyoeleweka, umefuata mambo ya ukahaba, umefuata mambo yasiyoeleweka, umefuata vitu visivyoeleweka. Kwa sababu ya ukahaba wako umeivunja nila ya Bwana. Kwa sababu ya uchawi wako umeivunja nila ya Bwana. Kwa sababu ya uchawi wako umeondoa nila ya Bwana. Kwa sababu ya matendo yako umeivunja nila ya Bwana. Kwa sababu ya kuvunja ndoa za watu umeivunja nila ya Bwana. Kwa sababu ya kuharibu mali za watu umeharibu nila ya Bwana. Kwa sababu ya kuharibu mazao na mifugo na watoto wa watu umeharibu nila ya Bwana aliyokuwekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu alitupa nila, tuko kwenye nila, huwa tunatembea kwenye nila. Kwa nasema umeacha nila, umegeuka, umeenda upande, umemwacha Bwana. Umegeuka, umekuwa mtu mwenye tabia mbaya, umekuwa mtu usieleweka. Biblia inasema ijapokuwa utajiosha kwa sabuni nyingi, utatakasika. Utajiosha kwa magadi, utatakasika, maana uovu wako umefanya kumbusho. Anayeweza kukutakasa ni Yesu peke yake. Hakuna jambo jingine linaloweza kukutakasa. Hakuna jina jingine chini ya jua liwezalo kukuondolea dhambi. Maana unadanganyika kwa wanadamu, wanakuambia lipo jina jingine linaweza likakusaidia kukuondolea dhambi. Alipo. Hakuna mtakatifu mwingine duniani awezaye kukuondolea dhambi. Hayupo. Ni Yesu peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kuondoa dhambi. Utajitabisha kwa wanadamu hata lini? Lakini umemwacha Yesu, utatakasika hata mara moja. Dini yako haitakutakasa. Dini yako haitakutakasa hata mara moja, wala haitakusaidia. Amen. Amen. Watu wengine wamezitegemea dini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wamezitegemea dini. Wakati kwenye dini kuna wachawi, ndio hao wachawi. Wakati kwenye dini kuna walevi, ndio hao walevi. Wakati kwenye dini kuna wazinzi, ndio hao wazinzi. Alafu wewe umeitegemea yoyo dini, unafikiri itakusaidia. Kumbe ni dini ya makahaba, kumbe ni dini ya walevi, kumbe ni dini ya wachawi, kumbe ni dini ambayo haichagui, haina mipaka, haijaweka mpaka wowote. Inaingia mahala popote, inafanya vyovyote. Hivi unafikiri itakusaidia? Haiwezi kukusaidia. Haiwezi kukusaidia hata siku moja. Yaani wewe unafikiri umekaa mahala salama, kumbe sio mahala salama hata kidogo. Maana dhambi yao iko ndani ya mioyo yao. Hawawezi wakatakasika hata siku moja. Dhambi yao inawafuata kila waendako. Nishaye mshuhudia baba mmoja kwenye hizo dini za watu.